na kusalimu katika jina la Yesu. Karibu sana katika siku ya leo. Ni Jumatano tarehe 18 ya mwezi Machi. Nakukaribisha sana. Ni mchungaji Zakayo kutoka kanisa la Elim Pentecoste Msalatu Dodoma. Karibu sana. Nataka nikushirikishe neno la Bwana jioni ya leo katika kitabu cha Ebrania sura ya 10 mstari wa 35. Biblia inasema, wala msiutupe ujasiri wenu kwa maana una thawabu kuu. Wala msiutupe ujasiri wenu kwa maana una thawabu kuu. Jioni ya leo nataka nizungumze kwa ajili ya faida ya thawabu. Ujasiri una faida sana katika maisha ya mtu. Kila mtu anaelewa ujasiri ni nini. Ujasiri ni kuthubutu. Ujasiri ni kujiamini. Ujasiri ni kujitoa na kusema vyovyote itakavyokuwa wacha na iwe, lakini lazima nitimize ninachotaka. Na Biblia inasema msiutupe ujasiri wenu kwa maana una thawabu kubwa. Ujasiri ni hazina kubwa kwa mtu wa Mungu mtakatifu aendaye mbinguni. Ndio maana Biblia inasema jipeni moyo kwa maana duniani iko dhiki. Hakuna anayeweza kupambana na dunia wakati imejaa dhiki kama hana ujasiri. Kwa hiyo maandiko yanasema msiutupe ujasiri wenu kwa maana una thawabu kubwa. Moja wapo ya thawabu ambayo tunaiona katika kitabu cha Ebrania hii sura ya mstari ule wa 36, anasema ni ahadi ambazo tunazipata kupitia kwa kutenda mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kule kutenda mapenzi ya Mungu kunakupa fursa kubwa sana ya wewe kupata ahadi, na ahadi ziko nyingi sana zimetajwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile 28 na mstari wa kwanza, anasema utakaposikiza sauti hii na kuitii na utapata kubarikiwa sana katika maisha yako. Kwa hivyo jioni ya leo ninaona iko faida kubwa sana juu ya ujasiri, nami nakujaribu kukutia moyo. Ujasiri ule nao ndugu yangu usiuache, maana una thawabu kubwa. Na thawabu nyingine ni kupata kuitwa mwenye haki, ambayo kwenye mstari ule ya Ebrania 10 na mstari wa 38 pale anasema mwenye haki wangu hataishi kwa imani, lakini akisitasita roho yangu haina furaha na yeye. Kwa hiyo unaona kabisa ujasiri ni muhimu sana katika application ya imani, kwamba imani inahitaji ujasiri ili zalishe uitwe mwenye haki. Haiwezekani ukawa mwenye haki kama hauna ujasiri katika imani. Kwa hiyo mkono mwingine wa kupata neema ya kuitwa mwenye haki na Mungu akakuhesabu kama mwenye haki, ni lazima uwe na ujasiri sana na uwe na imani katika maisha yako. Ni muhimu sana. Lakini nikuache pia kwa dakika hizi uangalie katika nabii Isaya katika ile sura ya 40 na mstari ule wa 5 na wa 5 na 4 na 5. Naye anasema ya kwamba mahali palipoparuzika Bwana atapasawazisha, lakini palipo na milima Bwana atashusha, palipo na mabonde Bwana atapainua. Lakini na ule mstari wa mwisho kabisa wa sura 40 hii mstari wa 31, naye anasema wale wamngojao Bwana hawatazimia, watapaa kama tai angani. Bwana ataongezea momentum, wataruka sana na wala hakuna hata mmoja atakayechoka. Hata kama wataenda kwa miguu, hata kama watapita kwa ya pembe, lakini kwa sababu wako na ujasiri mwingi, hao hawatazimia. Jioni ya leo na kutia moyo, jitie nia kwa Bwana. Ujasiri ule nao ni hazina kubwa ambao Mungu anautegemea ili azidi kutimiza haki yake. Wengi wamepoteza haki zao, wengi wamepoteza baraka, wengi wamemwacha Bwana kwa sababu ya ujasiri hawana. Walipotishiwa tu, ujasiri haupo. Bwana anasema ujasiri ni muhimu. Hauwezi kupiga vita kama wewe si jasiri. Huwezi kumwendea adui ambaye anatatiza mbele yako kama hauna ujasiri. Kwa hiyo ujasiri ni hazina kubwa. Nami jioni ya leo nakusihi katika jina la Yesu ya kwamba ongeza nguvu katika ujasiri. Pambana katika maisha yako. Ujasiri wako ni hazina. Mtu yeyote ambaye ni jasiri mara nyingi hufanikiwa. Mwenye kuchukua maamuzi kwa ujasiri mahali palipo sahihi, huyo anastahili. Lakini kumbuka ya kwamba uko ujasiri ambao sio sawa. Kuiendea dhambi kwa ujasiri mwingi, huko ni kupotea. Lakini amwendaye Bwana kwa imani akiwa na ujasiri mwingi, huyo ako na thawabu kubwa, nayo ni hiyo kupata haki zako kwa kutenda mapenzi ya Mungu. Lakini unahesabiwa haki kwa njia ya imani
Lakini jambo la tatu, unapata fursa ya kuingia patakatifu kwa sababu ya hiyo imani uliyo nayo. Lakini mwisho Bwana anasema atakuongezea nguvu, nayo utapaa kama tai. Haimaanishi utaoteshwa mabawa ndugu yangu, lakini anasema hiyo tai anayepaa angani, maana yake utapita over your disasters, utaruka beyond of your crisis, utaruka juu ya kila kinachokusumbua. Kwa hiyo mtarajie Bwana katika ujasiri ule nao, bao maandiko yanasema msiutupe, maana uko na ujasiri. Huko ndani ya ujasiri kuna thawabu kubwa. Na jioni ya leo Bwana akupe neema, Bwana akuwezeshe kusimama katika neema hiyo ya ujasiri, maana iko faida. Pokea baraka za Bwana katika jina la Yesu. Nami nakuombea uwe na ujasiri mwingi mbele za Bwana. Nami nakutakia ujasiri mwingi katika safari yako. Bwana Yesu akusaidie, Roho Mtakatifu akutie nguvu, akuwezeshe katika jina la Yesu. Na uwe na jioni ya baraka, na uwe na Jumatano njema iliyopata neema kwa Bwana, na Mungu akapate kuwa nawe. Jina la Yesu libarikiwe. Kutoka Dodoma Msalato, kanisa la Betheli. Amen.